Mimi nashukuru. Kwa majina naitwa Jafet Care, nimetokea maeneo ya Mazeras. Kwa kazi yangu kubwa mimi ni daktari. Mwalimu zaidi wa kuangalia mambo na nyota. Asili ya mtu mwenyewe binafsi. Asili ya mtu mwenyewe binafsi. Ndio. Ni kazi ambayo umefanya kwa muda gani so far? Sina muda kuanzia sasa, lakini ni kama miaka miwili. Ndio. Miaka miwili? Naam. Sure. Ndio. Unajua kwetu watoto sana watoto wa Kiafrika watu tunazaliwa katika dini, baadaye ndo unakuja kuta mtu kwamba pengine ndo kuna sababu fulani zinafanya aweze kugeuka na kufanya vitu vya kiasili, vitu kama hivyo, kama hiyo ya kutambua nyota na mambo kama hayo. Nataka kufahamu, labda tupatie background story ya kwako. Ulizaliwa katika dini gani mpaka ukajikutaje katika kazi ambayo unaifanya sasa hivi, lakini pia azini vitu gani ambavyo vilikufanya mpaka ukaingia huko, vitu kama hivyo? Ndio, nimezaliwa katika imani ya Kikristo tangu nikiwa mdogo. Nimekuzwa katika hiyo imani ya Kikristo. Lakini katika miaka kadri ambavyo ninakuwa, kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nikivikosa katika imani hiyo. Kwa sababu matamanio yangu makubwa nimeishi nikitamani kwa kujua mimi mwenyewe ni nani. Na katika hizi imani zote mbili zimetufunza kuhusu mambo mengi, zimetufunza kuhusu pepo, zimetufunza kuhusu moto, zimetufunza kuhusu Mungu, malaika na yupo shetani, lakini cha zaidi hazijatufunza zaidi kuhusu sisi wenyewe ni kina nani. Na huo ndo ugonjwa mkubwa ambao upo katika wanadamu, ama hilo ndo tatizo ambalo linatatiza wanadamu wengi, kwa sababu binadamu wengi wanaishi lakini hawajui hasa kusudio lao wao wenyewe kuwepo katika huu ulimwengu ni nini hasa, au chanzo chao wao kuwepo katika huu ulimwengu. Ndio. Ni kitu gani kilikuja kwa akili mpaka ukaanza kujiuliza na kutaka kujua mimi ni nani? Katika kila mwanadamu swali hili ni lazima utaweza kujiuliza, kwa sababu kila mwanadamu hasa aliyeko katika akili timamu ni lazima utataka kujua, utakuwa na shauku ya kutamani kujua ni kwa nini mimi nipo katika huu ulimwengu. Kuna vitu tofauti ambavyo labda pengine ningekuuliza swali kwanza kabla tuendelee. Mfano mdogo ni hii kalamu. Kalamu hii. Hii kalamu unajua imetengenezwa kwa ajili gani? Ya kuandika hii. Ndio. Sasa kama kalamu ipo na ninajua kwamba imetengenezwa ni kwa ajili ya kuandikia. Je, iweje mimi mwanadamu nimezaliwa na sijui ni nini hasa? Nimezaliwa kwa ajili gani katika huu ulimwengu? Kwa hiyo kama mwanadamu ni lazima ujue, na katika huu ulimwengu ni asilimia chache zaidi ambao wameweza kwenda kujitambua, na katika hii asilimia chache wao ndio watu ambao wana mafanikio makubwa zaidi katika huu ulimwengu. Lakini asilimia nyingi zaidi kama 90 ni watu ambao hawajitambui na hawajui zaidi wao wenyewe ni kina nani. Ndio maana unapata watu wengi wanaishi lakini hawajui kusudio lao zaidi. Wao wapo tayari kufanya chochote kile wanachoambiwa. Na maana hata wewe umesoma kwa sababu wazazi wako wamekwambia usome. Unaishi na kuishi katika imani ya Kikristo kwa sababu labda pengine wazazi wako wamekukuza katika imani hiyo, lakini wewe mwenyewe haukujichagulia katika imani hiyo. Kwa hiyo ni lazima wewe mwenyewe uwe na uhuru wa kimawazo na uhuru wa chaguo lako wewe mwenyewe, kwa sababu ninaamini zaidi kupitia mimi mwenyewe kuliko mtu mwingine. Katika kila mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya kusudio lake binafsi. Kwa hiyo sisi binadamu tumeumbwa katika makundi 12, ambapo makundi haya 12 yamegawanyika katika makundi 4, ambao wapo binadamu waliotokana na asili ya moto, na wapo binadamu waliotokana na asili ya upepo, na wapo binadamu waliotokana na asili ya udongo, na pia wapo binadamu ambao wametoka katika asili ya maji. Maji. Ndio. Kwa hiyo katika haya makundi
manne, hawa watu ni watu ambao wameletwa kwa ajili ya shughuli tofauti tofauti. Kwa mfano mdogo, katika watu ambao wametoka katika asili ya udongo ni watu ambao ni viongozi katika huu ulimwengu. Sasa hapa ndo unaanza kueleza sisi ni akina nani sasa. Ndio ufafanuzi wake. Ndio ufafanuzi wake. Kwa hiyo hawa watu waliotoka katika kundi au asili ya udongo, hawa ni watu ambao wameumbwa ni kwa ajili ya kuwa viongozi. Udongo. Kwa hiyo kiufupi zaidi ni kwamba kila kazi ambayo hapa duniani tunaiona, basi wapo watu waliokusudiwa kwa ajili ya hizo kazi. Bila hata kufunzwa, bila kufanywa nini, wao wenyewe binafsi wamezaliwa kwa ajili ya hilo kusudi. Uongozi. Wapo waliozaliwa ni kwa ajili ya udaktari, wapo waliozaliwa ni kwa ajili ya kazi aina nyingi tofauti. Kwa hiyo mfano mdogo ni kama huo niliokuuliza. Kama hii kalamu au mfano mdogo hii simu, ushawahi kujiuliza hii simu imetengenezwaje? Au huyu mtu aliyekuwa anaitengeneza alikuwa anafikiria nini mpaka akaleta hii mbinu ya kutengeneza simu? Mpaka leo hii mimi na wewe tumeweza kuwasiliana bila hata kujuana. Lakini umenielekeza mpaka nimefika hapa. Hivi ushawahi kujiuliza hawa watu walijuaje? Au walifanya nini mpaka wakatengeneza hivi vitu? Ushajiuliza sana. Na ukapata jibu gani wewe mwenyewe zaidi? Labda upate majibu ya juu tu kwamba kulihitajika kuwepo na mawasiliano ya rahisi, efficient communication, that is kwa wazungu. Na ndio maana wakaja na hizi mbinu. Lakini jinsi walivyozileta sasa ndo hapo kipengele. Ndio. Ilikuwaje mpaka wakafanikiwa kutengeneza? Kwa hiyo ninamaanisha kwamba wapo watu ambao wamezaliwa ni kwa ajili ya hivi vitu. Na sana sana watu hawa waliotengeneza hizi simu ni watu ambao wametoka katika asili ya upepo. Ambao wamebuni katika mawasiliano. Ukiwa hata sehemu yoyote ya mbali, wewe unaweza kuzungumza naye kupitia hata simu. Kwa hiyo wapo watu au viumbe wengine tofauti ambao tunaishi nao katika ulimwengu, ambapo wao wamewekwa ni kwa ajili ya kutusaidia sisi kutengeneza vitu kama hivi. Lakini huwa ni vigumu sana kwa mwanadamu yeyote kujitambua na kutambua yeye mwenyewe binafsi ni kitu gani ambacho nimeumbwa ili nije nikifanye katika ulimwengu. Ndio maana unaona sisi wa Afrika huwa tunashangaa zaidi tunapoona ni simu hii imeletwa. Tunashangaa, tunasherekea tukijirekodi, lakini hatujui hii simu imetengenezwaje. Au tunatumia usafiri, magari, vitu aina tofauti, lakini hatujui hivi vitu ni kwa sababu gani vimeletwa. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kimetengenezwa kwa bahati mbaya. Kila kitu kilichopo katika huu ulimwengu kimeletwa ni kwa ajili ya kusudi au lengo fulani. Ndio. Kwa hiyo kama kalamu wewe umeelewa kusudio la kutengenezwa kalamu ni kuandikia. Basi iweje hii kalamu tu wewe umefahamu, lakini wewe mwenyewe usijifahamu nimeletwa ni kwa ajili gani? Kwa hiyo katika huu ulimwengu dini zimetufundisha kuhusu kila kitu, lakini hazikuweza kutufundisha zaidi kuhusu sisi wenyewe. Huo ndo uongo. Hiyo ndo kitu ambacho wameishi wakikificha kwa muda mrefu bila watu kutambua wala kuelewa. Kwa hivyo kivyako wewe ni kitu gani ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na dini? Dini unazizungumzia vipi? Dini ni nini sasa? Ama ziko hapa ama zimekujaje? Zimekuja kwa ajili gani kivyako wewe? Dini zipo kwa ajili ya watu ambao wamejitengenezea ili wakaweze kwenda kujinufaisha wao wenyewe. Na hizi dini zimeletwa ni kwa ajili ya kumkandamiza mtu wa asili nyeusi ili asiweze kwenda kujitambua na kufahamu yeye kusudio lake kuwepo katika huu ulimwengu. Ndio. Ina maana mwa mtu mweupe yeye dini anaichukulia poa, haamini katika dini. Nikuulize tu swali dogo. Kwa sababu
katika hii nchi yetu ya Kenya zipo imani mbili kubwa ambayo ni ya Kiislamu na Kikristo. Na sio hapa peke yake, tunaamini ya kwamba dini ipo hata kule kwa wenzetu weupe. Lakini hebu angalia katika kuabudu. Katika sisi tunavyoabudu na wao wanavyoabudu. Lakini inakuwaje katika upande wa mafanikio? Wao wanafanikiwa zaidi, lakini sisi bado maisha yetu hayabadiliki. Ni kwa sababu gani? Labda tu kwa haraka haraka ni kwa sababu vitu vingi vinaanzia kwao wao, kwa hivyo wanajua jinsi ya kuvifanya kwa ubora zaidi. Kizungumzia mtandao, kizungumzia technology, yani vitu ambavyo vinatengenezwa, hata hizi sehemu nini na bidhaa zote hizi zikianzia kwa wao, kwa hivyo watajua jinsi gani ya kuvifanya kwa ubora zaidi. Sisi tunakuja tu. Ndio. Kulingana na mtazamo wako, wewe unavyohisi ni hivyo, na siwezi kukwambia wewe uko wrong. Ndio. Kitu ambacho naamini ni kwamba kila kitu wanachokitumia wao wanakitumia, lakini chanzo cha hicho kitu kimetokana na Mwafrika mwenyewe. Kwa hiyo vitu vyote vinavyotengenezwa, vitu vyote unavyoviona, mwanzilishi zaidi ni Mwafrika. Na kitu kikubwa ambacho kinatufanya mpaka sisi tusiweze kufika kule ambapo wale wenzetu wapo, ni kwa sababu tumeikataa asili yetu. Sisi wa Afrika. Kwa sababu asili yako ndo kitu pekee ambacho kinaweza kukufanya wewe ukajitambua na ukajijua wewe kusudio lako zaidi, na ukajua ni kitu gani nifanye ili niweze kufika katika malengo. Lakini imani hizi mbili hakuna hata moja ambayo inaweza kukuelekeza wala kukuambia ukweli kuhusu hilo. Kwa sababu ukiangalia tangu hizi imani zipo, mama zetu wengi sana kama ni kuomba wanaomba sana. Kweli. Lakini hebu angalia katika kupokea hii miujiza wanayoiomba. Kitu ambacho nakimaanisha ni kwamba Mungu kila kitu alishakitengeneza na kila kitu alishamaliza. Kwa hiyo wewe mwanadamu sio lazima uishi katika kuomba, kwa sababu hata kabla haujaomba Mungu yeye tayari anajua wewe unahitaji nini. Kabla haujahitaji kitu chochote, Mungu yeye anajua tayari wewe ni kitu gani unachokihitaji. Kwa hiyo cha muhimu zaidi ni mwanadamu kuishi katika kusudi lake. Na mafanikio mengi sana unaweza kuyapata kupitia tu kwa wewe mwenyewe kujitambua wewe mwenyewe ni nani. Ukisema kwamba bana sisi tuna asili mbalimbali, umesema kuna asili ya udongo, kuna asili ya upepo, kuna asili ya moto, kuna asili ya maji. Ina maana kwamba katika kila asili ya hizi zote ni kwamba tuko na mafanikio tofauti tofauti because tumetoka sehemu mbalimbali. Hizo ni asili 4 kuu za Mwenyezi Mungu ambazo alishaziumba, ambapo katika hizi asili wapo watu wa asili ya moto walioumbwa kwa ajili ya kuja kutengeneza hivi vitu vya moto. Kama mfano unavyoona mataa, kunavyo vitu vingi, ndege. Hasa katika mtu wa asili ya upepo ni hao watu pia waliotengeneza ndege. Kwa sababu hebu fikiria wewe kama mwanadamu kamili, ile ndege ni vipi inaweza kupaa? Technology. Sasa hiyo technology. Vipo viumbe ambavyo sisi wameumbwa ni kwa ajili ya kuja kutusaidia kufika katika yale malengo. Ndio. Katika haya maisha zipo falme kuu 5 ambazo kila mwanadamu usipoishi katika kuheshimu hizi falme kuu 5, basi wewe sahau kabisa kuhusu mafanikio. Ndio. Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini vidole vyako ni 5 vya mkono? Shika vizuri ugali. Hii tayari ni ishara tosha ya Mwenyezi Mungu anakuonyesha. Uishi katika kuheshimu falme kuu 5. Na hizi ni vitu ambavyo vilikuwepo kabla wewe haujaumbwa. Kweli. Kumaanisha
kabla wewe haujakuwepo basi alikuwepo Mungu, ambao Mungu yeye ndio roho. Na kabla yake pia alipo Mungu, malaika pia anapowapo, ambapo malaika walikuwepo miaka mingi kabla hata sisi wanadamu hatujaumbwa. Na ikitoka malaika basi wapo majini, ambapo wameumbwa miaka mingi kabla hata sisi wanadamu hatujaumbwa. Na ukitoka katika majini basi wapo mababu zetu walioishi katika huu ulimwengu kabla sisi hata hatujazaliwa. Kumaanisha sisi tumezaliwa kupitia damu na mifupa yao wao. Kwa hiyo bila kuwaheshimu wao, basi wewe sahau kuhusu kufanikiwa. Na cha tano zaidi ni kuhusu wazazi wako wewe. Kwa hiyo hizo ndio falme kuu tano za ulimwengu ambazo wewe umeumbwa ili uje uishi katika hekima yao hao. Kwa hiyo katika imani nyingi, hasa imani hii ya Kikristo, nilikuwepo nikiona kwamba wanasema unapoota, au kiufupi zaidi wanasema kwamba hakuna mawasiliano kati ya watu walio wafu na walio hai. Lakini hichi ni kitu ambacho ni uongo, kwa sababu ni vitu ambavyo vinawezekana na yapo mawasiliano, kwa sababu sisi ni roho au ni mizimu iliyopo ndani ya mwili, na wao ni roho kwa sababu wamefanikiwa au wameweza kwenda kuachana na miili, lakini bado wanaishi na bado wapo katika huu ulimwengu. Kiufupi zaidi, hata katika imani ya Kikristo, nadhani hii kila mmoja anaijua, Yesu mwenyewe alifanikiwa kuzungumza na Musa. Na huyu Musa ukiangalia katika vile kitabu chao, Musa ilikuwa ni mtu ambaye ameiaga muda mrefu sana kabla Yesu awepo, lakini aliweza kufanikiwa kuzungumza nao. Kwa hiyo wale ni watu ambao sisi hatuwezi kuishi bila wao au msaada wao sisi. Kwa hiyo babu zetu wapo kwa ajili yetu. Sababu kuna vitu vingi ambavyo sisi binadamu tunavitamani kama vijana au kama mwanadamu. Kuna wapo wanatamani kuishi maisha mazuri. Kuna watu wanaotamani kufika katika malengo, labda kwa sababu kila mwanadamu amezaliwa katika vipawa tofauti tofauti. Kwa hiyo katika kile kitu ambacho wewe unakitamani, basi wapo wazazi labda pengine au wale mababu zetu walikuwa ni waimbaji hodari zaidi, na wapo waliokuweko na mali, wapo waliokuwepo na akili zaidi kuliko sisi wanadamu. Kwa hiyo wale babu zetu ukiwaheshimu na kuwaomba, vile vyote wana uwezo wa kukupatia wewe mtu mmoja peke yake. Kwa sababu gani? Umewaheshimu na kuwathamini. Lakini binadamu wengi sana tumewakwepa na tumewasahau, ndio maana unapata tunaishi katika shida na dhiki nyingi sana katika huu ulimwengu. Ndio. Kwa hiyo wale ambao wana maisha mazuri, wao wanafanya hivyo vitu vyote ambavyo binadamu anastahili kuvifanya. Katika kila mwanadamu mwenye mafanikio makubwa zaidi, basi ni lazima uvijue hivi vitu. Na vitu vyote hivi kuvitambua ni katika kujitambua wewe mwenyewe ni nani. Ndio. Na mafanikio ambayo unayozungumza hapa ni kama gani? Ni ya mali hii ya kawaida ambayo tunaiona tangible, au labda ni mafanikio aina gani? Mafanikio wengi hudhani ni mali peke yake. Lakini mafanikio yapo katika aina tofauti tofauti. Kwa sababu hata mimi mahali hapa kwenye nimefika mpaka nimeonana na wewe, mimi nasema ya kwamba nimefanikiwa kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijui ninaweza kukufikia vipi. Lakini sasa mpaka nimeweza kuzungumza na wewe mpaka nimefika mahali hapa tunazungumza, inamaanisha kwamba nimeweza kufanikiwa. Kwa hiyo mafanikio yapo katika aina nyingi tofauti tofauti. Inategemea na wewe mwenyewe unahitaji nini, na unahitaji kuwa katika sehemu gani. Nishakuelewa. Ndio. Tuzungumzie hapo kwa nyota.
Kwa sababu ulikuwa unasema kwamba wewe bana pia unasaidia mtu kutambua nyota. Vitu kama hivyo. Sijui hapo una ujumbe gani? Katika hizi nyota tukisema tuzifafanue kila nyota, basi naona tunaweza kumaliza muda mrefu zaidi. Lakini katika hizi nyota sisi wanadamu tumeumbwa katika makundi 12, ambapo makundi haya 12 ndio kama venye nimekwambia yaligawanyika katika asili ngapi? 4. Ambapo katika kila makundi matatu yanaingia katika asili moja. Kwa hiyo katika hawa wanadamu hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa bure. Isipokuwa tu ni wengi hawajajifahamu wao wenyewe ni kina nani. Kwa hiyo kwa mfano mdogo ni kama venye wewe ulivyosema, ama mimi mwenyewe nijitolee mfano na mimi mwenyewe naitwa Japhet. Nimeweza kujitambua ya kwamba mimi ni kiongozi na nimezaliwa ni kwa ajili ya nije kuwa kiongozi. Kwa hiyo inategemea ni uongozi gani ambao nimeletewa mimi. Kwa hiyo katika nilipo jifafanua zaidi au kujiangalia zaidi, nilipata ya kwamba nimeletwa ni kwa ajili ya kazi hii ambayo ninaifanya sasa hivi kupitia kwa mababu zangu waliopita kabla yangu. Kwa hiyo nimeletwa ni kwa ajili ya kwamba niweze kuongoza wenzangu ili wakaweze kwenda kujitambua wao wenyewe ni kina nani. Ndio. Kwa hiyo ni lazima uwe unajua kwamba babu zangu ni akina nani, waliishi katika misingi gani, walikuwa wanaishi wapi, walikuwa wanaishi vipi, ndio uweze kutambua sasa hiyo nyota. Hii nyota unaweza kuitambua kupitia jina lako wewe mwenyewe, mwezi au siku uliozaliwa. Ndio. Kwa sababu kila siku ina maana yake. Na kila nyota ina maana yake. Kwa sababu nyota ni mwanadamu mwenyewe. Na hii mara nyingi nimeshawahi kuona watu wengi wakidanganywa ya kwamba wamepoteza nyota au nyota zao zimeibiwa au labda pengine hawana nyota ya kitu fulani, lakini hii huwa sio kweli. Hakuna kuibua nyota. Kama mimi naweza kukuiba wewe, basi ina maana naweza kuiba nyota yako. Hakuna mwanadamu anayeweza kuiba nyota, bali anaweza kuitumia. Ndio. Kwa hiyo nyota ni wewe mwenyewe. Wewe ndio umeumbwa ili uje uangaze. Kwa hiyo inategemea wewe unaangaza katika jinsi gani. Kwa mfano kama wewe unaangaza kupitia kipawa chako hichi. Kwa hiyo wanadamu wanapaswa kujijua au kutambua ni kitu gani ambacho mimi kinaweza kunifanya mimi nikaweze kwenda kuangaza au kuonekana na kikaweze kwenda kuniletea matukio. Kwa hiyo sasa hivi wewe ni daktari Japhet Care. Unasaidia watu kutambua hilo, sio? Ndio. Kwa mtu ambaye anahitaji sasa hivi kujua bana nyota yake, unasema unatumia jina lake. Wewe unafanyaje hizi kazi? Kwa sababu kila herufi moja ile ya kwanza, kwa mfano mimi herufi yangu ya J au watu wote wanaoanzwa na herufi hii ya J. Wao ni watu ambao wamezaliwa ni kwa ajili ya kuja kuwa viongozi. Na hawa ni binadamu ambao yani wana akili nyingi sana. Vitu vyao vingi sana huwa wanapenda sana kutumia akili. Na sana sana wao wenyewe hata katika ukuaji wao wakiwepo katika mashule, sana sana huwa watu wanapenda sana kwa point wao kuwa kama viongozi. Na hii huwa ni ishara ambayo Mungu huwa anawaonyesha wakiwa bado ni wadogo. Unapata hata watoto wanaweza kuwa katika kundi lakini wakasema kiongozi wetu atakuwa mtu fulani. Au hata mkiwepo darasani unapata wewe ndio nimekuchagua uweze kuwaongoza wa wenzako. Kwa hiyo mtu yeyote anayeanza na herufi J, basi huyu ni kiongozi. Kwa hiyo ameletwa hapa duniani ni kwa ajili ya kuongoza, na yapo mavazi yake, vipo vitu ambavyo yeye mwenyewe akishavivaa basi vina uwezo wa kumletea mafanikio zaidi.
Ndio. Na katika kutambua hilo kupitia jina, ni lazima jina ambalo umepewa na wazazi, jina la kiasili, au hata majina ya kujibandikiza mtandaoni? Si jina la kujibandikiza, bali jina ambalo umepewa na wazazi wako kuanzia ukiwa bado mdogo. Hasa mtoto anapoanzia siku ile anazaliwa, akiitwa, kwa mfano, bado anaendelea kukujipatia mfano. Na mimi mwenyewe kwa mfano, nilipozaliwa niliitwa tayari na jina la Japhet. Kwa hiyo nilivyokuwa, yani mtoto yote akikuwa katika miezi mitatu kwa kuitiwa na hili jina moja, basi hilo jina ndo litakuwa likimuongoza katika maisha yake yote. Sure. Ndio. Sasa kwa mfano mimi mimi nilizaliwa nikaitwa Nyawa. Unajua jina Nyawa? Nalifahamu, ndio. Sasa mimi unaweza nitambua vipi mimi upande wangu, au mpaka Manjegeta? Kila kitu, hichi kitu cha nyota ni elimu ambayo ipo wazi. Sio lazima eti upandishe majini au labda pengine ufanye vitu fulani ndo niweze kukutambua. Hapana. Hii ni elimu ambayo ipo wazi. Na hii elimu hii watu wengi sana wanaitumia. Hasa hata hawa wachungaji huwa wanaitumia hii zaidi kwa kujua, kwa sababu jina lako linakuelezea kila kitu chako ambacho unacho, kuanzia maradhi, vitu unavyopitia, na ni nini ufanye, na wewe mwenyewe ni sehemu gani uende, au ni watu wa aina gani ushirikiane nao ili ukaweze kwenda kufika pale katika malengo yako vile vile. Naam. Hebu niambie kwa haraka nyota hizi Nyawa sasa, chana na nyota. Nyawa sasa, mimi ni kwa upande gani? Kwa Nyawa, Nyawa huyu ni mtu ambaye ana asili ya upepo. Ni mtu wa kutoka katika asili ya upepo. Kwa hiyo Nyawa ni mtu ambaye yani yeye ameletwa hapa ulimwenguni ni kwa ajili yani ya kuja kuwasaidia watu. Kwa mfano wewe mwenyewe, yani kama nimekwambia, wewe umewekwa hapa kwa ajili ya kuunganisha watu, kutoa taarifa. Ndio maana unaona, nadhani hata hichi kitu ambacho wewe mwenyewe unakifanya kwa sababu wewe mwenyewe umekipenda. Moyo wako umekusukuma wewe kufanya hichi kitu. Sure. Kwa sababu nini? Asili yako inatambua kile kilicho chake. Kwa hiyo umejitambua, yani ukaamua kufanya hivi kwa sababu wewe mwenyewe umeumbwa kwa ajili ya kusudio hilo. Mtu wa asili ya upepo, kwa ajili ya taarifa. Ndio. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kutambua kila jina la kutambua nyota yake. Kila mwanadamu. Ndio. Kwa hivyo hata kwa wale ambao sasa hivi wanatazama na wangetamani pia na wao kujitambua zaidi, wanaanzaje? Ukihitaji kujitambua, ni lazima ukubali wewe mwenyewe kuanza upya katika maisha yako. Utoke nje ya dini uliyoko nayo, kwa sababu dini haiwezi kukusaidia wewe kujifahamu. Utoke nje ya kile kitu ambacho umeaminishwa ya kwamba wewe bila hicho hauwezi. Uanze upya kufikiria. Kwa hiyo ukiwepo ndani ya dini hauwezi kujitambua. Hauwezi kujitambua. Ndio maana nimekwambia dini hazijawaelezea watu ukweli wao wenyewe ni kina nani. Kwa hiyo ukiwepo ndani ya dini, wewe unaweza kuona kila kitu ambacho unakifanya ni sahihi kulingana na imani uliopewa na maandiko uliopewa. Kwa sababu dini ni vitu ambavyo unaishi kwa kukariri, lakini sio kufikiri. Ina maana hata pia niongezee pia elimu tunayofundishwa ni elimu ya kukariri, lakini sio kufikiri. Kwa maana wewe uamini katika kile kitu ambacho kimeandikwa na ukipokee kama kilivyo, lakini ukifikiria zaidi ya hapo ni dhambi. Imani ndio zinakwambia hivyo. Kwamba unakosea.
kwamba unakosea. Ina maana yani kama pengine ushawahi kujiuliza hivi Mungu ni nani? Sijui kama ushawahi kujiuliza Mungu ni nani. Wewe kifikia hapo natulia kwanza. Na lodi. Labda sasa wewe kwa kuwa wewe ndo daktari wetu siku ya leo, kama unaweza kutupatia ufahamu wote ama kile ambacho unaweza kuzungumza mtu akikuuliza kitu kama hicho. Sasa kupitia hichi cha kutaka kumjua Mungu zaidi. Imani nyingi zimekwambia kwamba usiweze kufikiria zaidi ya kile kitu ambacho wamekuaminisha. Wamekwambia kwamba Mungu ni roho. Kama imani ya Kikristo wanakwambia Mungu ni roho na yupo kila mahali. Na kitu chengine pia wamekwambia kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini haijakuelezea huu mfano huu unafanana na mfano ulioje. Kwa mfano mdogo nikikuuliza wewe, je, Mungu ni wa kike au Mungu ni wa kiume? Utaniambiaje? Kulingana na imani yako utasema nimekufuru. Kwa sababu hivyo ndivyo walivyokuaminisha. Uishi kwa kufikiri ya kwamba Mungu hana jinsia. Kwa hiyo Mungu hawakukosea walipokuambia kwamba ni roho. Na huyu roho ndo yupo katika kila kitu ambacho au kiumbe ambacho kipo hai katika huu ulimwengu. Mungu ameyupo katika miili yetu sisi. Kwa sababu hata leo hii yeye ndo ananifanya leo hii mimi na wewe tunazungumza. Na ingelikuwa sio roho basi hata mimi labda pengine nisingekuwa hapa. Yupo katika wanyama, yupo katika ndege, wanyama wa bahari. Kwa hiyo Mungu yupo katika kila eneo. Kwa hiyo sisi binadamu tumeumbwa katika nguvu kuu 5 ili tukaweze kwenda kukamilika. Na huu ndio mfano ambao hatukuweza kwenda kufundishwa. Kwa sababu mwanadamu ameumbwa kupitia udongo, mwanadamu ameumbwa kupitia moto, mwanadamu ameumbwa kupitia upepo, na mwanadamu ameumbwa kupitia maji na hii roho yenyewe. Kwa maana nimekuambia hata vidole vyako vinakwambia. Kwa hiyo katika muunganiko wa hivi vitu 5 ndo mwanadamu ameweza kwenda kukamilika. Kuwa mwanadamu halisi. Ndio. Na bado labda pengine nifafanue zaidi. Inakuwa kuaje, labda pengine swali ambalo wengi huwa wanajiuliza, inakuwa kuaje katika hivi vitu 5 ndo mwanadamu anakamilika? Kwa sababu katika kila mwanadamu hawezi kuishi bila maji. Katika kila mwanadamu hawezi kuishi bila upepo. Katika kila mwanadamu hawezi kuishi bila moto. Na hivi vitu vyote vimeunganika ndani yetu. Maana yake ni kwamba kila kitu ambacho kipo nje basi kipo ndani yetu. Vyote hivi vitu tunavyoviona basi vimetokana na ndani yetu sisi wanadamu. Ndio. Kwa hiyo moto nguvu yake, ushawahi kujiuliza labda pengine damu ni kitu gani inayosukuma au inafanya damu inakuwa inachemka inakuwa moto katika mwili pako unahisi joto? Ushawahi kujiuliza ni kwa nini? Paka kuna muda na mimi nahisi joto, kuna muda nafika nahisi baridi. Kuna muda na mimi nahisi kiu, nataka maji ninywe. Tupatie ufahamu. Kwa hiyo sisi wanadamu katika ili tuishi au ili tuendelee kuwepo katika ulimwengu, basi tuishi katika kutegemea, yani hatuwezi kuishi bila kutegemea hivi vitu 5. Maanisha roho ikijitenga katika mwili wako basi wewe ni mfu. Kumaanisha wewe damu ikiwa haitembei wewe hauwezi kukamilika. Na ikiwa labda pengine ni pumzi imekatika, hata katika pia wachawi katika kuroga watu ama kuwaua huwa wanapiga hivi vitu 5 katika mwili wa wanadamu. Anakuja anasimamisha mapigo yako ya moyo, pumzi yako inakuwa huwezi kupumua.
mwili wako unakuwa hauwezi kuyumba, anafunga na kauli na macho yako, basi wanadamu wakija kikuangalia wanajua huyu mtu ni kweli ameiaga, lakini kumbe watu wamemweka mahali kwa ajili ya kumtumia. Kwa maana nimekuambia nyota haiwezi kuibwa, bali watu wanaweza kuitumia. Kwa hiyo kutokana na hichi, wewe unazungumzaje kuhusiana na, ama unazungumza kipi kuhusiana na life after death? Yapo maisha baada ya kufa. Yapoje? Na hayo ni maisha, tuseme ni maisha ya milele, kwa sababu mimi kitu ambacho kinanifanya naishi katika ulimwengu ni roho. Okay. Kwa maana nimekuambia yapo mawasiliano kupitia sisi na wale mababu zetu walioiaga zamani, kwa sababu wao ni roho, na maana ni roho zilizoachana na mwili, lakini bado zinaishi. Sure. Kwa hiyo hata sisi ni roho ambazo zimo ndani ya mwili, lakini ipo siku utakuja kutengana na mwili wako na roho itarudi katika maisha yale ya milele. Utaweza kwenda kuungana na wale babu zako ambao waliweza kupita. Na wao wanaishi sehemu gani? Wapo pamoja na sisi hapa duniani. Hapa. Sasa roho zako kama sisi tuko physically hapa, kwamba roho tuko nayo ndani yetu, tunatembea na nini, wao roho zao ziko wapi? Zinaishi pamoja na sisi, wanatuona. Hivi ushawahi kuona au kusikia mtu labda pengine ameondokewa na mzazi wake au ameondokewa na mpendwa wake yoyote, alafu anakuambia nimemuota mtu fulani amekuja akaidaisha hichi na hichi na hichi na hichi? Yeah. Je, ushawahi kujiuliza huyu mtu ameweza kumfikia vipi? Si ni ndoto? Au ndoto unaitafsiri vipi? Hii ni ndoto, lakini kumaanisha yule aliyeko ndani yako ndo ameweza kuwasiliana na yule aliyeaga. Kumaanisha ni roho iliyoko ndani yako ndio ina uwezo wa kuwasiliana na yule aliyeaga. Na katika sisi wanadamu kuweza kwenda kuwaona, basi ni lazima uwe umefanikiwa kulifungua jicho lako la tatu zaidi, au jicho la ziada, ambapo hili jicho linaletwa na wewe mwenyewe kujitambua kwako. Kwa hiyo maisha yapo, wale ambao wanazungumza na watu walioaga zamani, huwa inamaanisha nini? Inategemea na wewe mwenyewe. Kwa sababu wale wameleta, yani wapo kwa ajili ya sisi tukaishi kwa kuwategemea wale. Kwa hiyo wale wapo kwa ajili yetu sisi, kwa chochote kile kitu ambacho hatuwezi kujua tufanye nini au ni kitu gani tufanye. Wale wanao uwezo, kwa sababu wale kila kitu ambacho kipo katika huu ulimwengu basi wale walishakiona kabla yako. Kwa hiyo wana uwezo wa kuona kesho yako. Ana uwezo wa kuona ni kitu gani wewe mwenyewe ufanye katika kile kitu ambacho itakuwa umewaomba wao msaada, wakaweze kwenda kukusaidia. Kwa hiyo wale wana uwezo. Na sio wale peke yake, bali hata wachawi. Wachawi nao pia wana uwezo wa kuitambua kesho yako wewe, kabla hata wewe mwenyewe haujafika katika malengo yako. Wao tayari wana uwezo wa kuitambua kesho yako. Umesema dini imetuficha vitu vingi. Unahisi kwamba kunavyo vitu ambavyo pia dini zinazungumza ni vya kweli? Hakuna, kwa sababu hakuna chochote ambacho dini inazungumza ni cha kweli. Tuseme mfano wanazungumzia sana kuhusu maisha ya kiroho au kuhusu Roho Mtakatifu. Lakini hayafafanui zaidi, je, huyu roho anafanya vipi kazi ndani yetu? Au ni kivipi unaweza kwenda kuongozwa na huyu roho mwenyewe? Kwa hiyo
dini haijafafanua zaidi. Imeishi kwa kutuficha ukweli unaopaswa sisi binadamu tukaweze kwenda kuujua. Sure. Ndio. Wale ambao wanajiuliza ama dini zinasema kwamba bana kutakuwa na kiyama, kutakuwa na kuchomwa, kuna wale ambao wataenda mkono kulia na kuna wale ambao wataenda mkono kushoto. Hizi taarifa ni za kweli? Je, kuna kuchomwa? Kuna kitu kimoja. Moto na pepo imo ndani yako wewe mwenyewe. Na vitu vyote hivi vipo katika akili ya mwanadamu. Kulingana na wewe mwenyewe vile utakavyofikiria na kuamini. Kwa hiyo so kwamba eti utaenda kuchomwa. Bali hizi shida ambazo binadamu wengi wanapitia. Je, unahisi ni nini? Labda utuambie. Huo tayari ni moto. Kwa sababu kama unaishi lakini haupati amani katika moyo wako. Kwa sababu watu wengi wanaishi katika ndoto. Wakitamani siku moja na wao wakae waishi maisha mazuri kama wanavyoona wengine. Lakini sasa je, ikiwa utaishi bila kujua wewe mwenyewe unafikaje katika yale maeneo? Kwa sababu kile unavyofanya, kila hatua unayofanya haufiki. Kwa sababu mchungaji amekwambia ukitoa utabarikiwa. Au labda pengine ukitoa fungu la 10 ndo utabarikiwa zaidi. Wenyewe wanakuambia ya kwamba watu wamezaliwa wakiwa na laana za ukoo. Lakini katika wanadamu hakuna mwanadamu mwenye laana. Kila mwanadamu amebarikiwa. Na kila mwanadamu ana baraka zake. Kwa hiyo dini hakuna chochote ambacho kimekwambia ukweli. Ndio maana siamini chochote kinachohusiana na dini. What do you have to say about the day of judgment? Unaona, katika haya maisha sisi binadamu tupo na kiyama pia kipo. Lakini hichi kiyama kipo ni kwa ajili ya kwamba ukaweze kwenda kuulizwa. Yaani hauwezi kwenda kuhukumiwa bila wewe mwenyewe haujajua makosa yako wewe mwenyewe ni gani. Umeshaona? Kwa hiyo ni lazima wewe mwenyewe uishi katika kusudio lako. Ndio ili katika kiyama ukaipate ile pepo. Umeona? Lakini kama usipoishi katika kusudio lako wewe mwenyewe, basi na ukiishi katika kuamini yale mambo ambayo wale watu wamekuaminisha na ukayafuata ya kwao, basi wewe tayari jihesabu wewe umo miongoni mwa wale watu ambao wataenda kuona moto. Kama kwa mfano mdogo, katika hizi imani zetu nimekwambia ya kwamba dini ipo na imekuaminisha ya kwamba wewe ili ufanikiwe au labda pengine kunao moto katika wale watu ambao wataamini kitu fulani na kitu fulani. Kwa hiyo ina maana ukiamini nje na kile kitu ambacho wamekuaminisha, basi wewe sehemu yako ni wapi? Ni motoni. Lakini kulingana na kusudio la Mwenyezi Mungu, Mungu haamini, hayupo katika dini. Na kama pengine yupo katika dini, basi watu wengi zaidi wangekuwepo katika dini sasa hivi. Tuseme mfano mdogo, hawa watu ambao wapo wanaoamini katika jicho la tatu au wanaamini katika asili yao wao wenyewe, hivi unataka ujue au unataka useme yani hawaamini kuhusu moto na kwamba kuna kuchomwa katika vile vitu ambavyo wanavifanya? Kwa mfano hawa waganga, na kulingana na imani venye imewaambia kwamba wao wataenda kuchomwa, hivi hakuna mwanadamu yeyote
asiyeogopa moto kweli? Wanaogopa. Na ni kwa nini wao wanaendelea kuifanya ile kazi ili hali wanajua wao kuna moto? Tupo fahamu. Sasa wale wanaendelea kufanya yale kwa sababu wanautambua ukweli. Na wanajua ni kitu gani wanachokifanya. Kwa hiyo katika kila kitu asili yako ndio imani ya kweli. Sisi binadamu tumeumbwa katika asili tofauti, yani makabila tofauti. Na katika haya makabila yalikuweko na mila na desturi za kwao na wanavyo ambavyo walikuwa wakiabudu zamani. Kwa hiyo sisi kama jamii yetu ya Wamijikenda tunavyo ambavyo tulikuwa tukiabudu. Jamii zingine pia nazo zipo ambavyo walikuwa wakiabudu. Kwa hiyo kule katika kuabudu kwao ndiko kwenye ukweli. Mfano mdogo, iangalie tu China, kwa sababu vitu vingi ambavyo sisi tunavitumia vimetoka kule. Hivi unataka uamini, unataka kusema kwamba Mchina hajui ya kwamba kuna kuchomwa? Lakini kwa nini wanaamini katika imani zao? China anaabudu masanamu, kunao wengine Wahindi wanaabudu ng'ombe. Lakini hawa watu ukiwaangalia, wao ndio wenye mafanikio makubwa zaidi kuliko hata sisi ambao tunaabudu Mungu wa kweli. Ukiangalia katika kazi nyingi, binadamu wengi wameajiriwa na hawa watu ambao tunasema hawamjui Mungu, lakini wapo katika asili yao wao wenyewe. Kwa hiyo kila kitu kinapatikana katika asili yako, bila hata kuenda kwa mganga, bila hata kuenda kwa mtu aina gani. Lakini kunazo taratibu ambazo wewe mwenyewe ukizifuata basi zitakufikisha katika ile kitu ambacho wewe mwenyewe umekusudia. Ndio. Mfano Mijikenda wa asili yao wanaamini kwamba ibada zao zinafanyika vipi ama wanaabudu nani? Katika Wamijikenda tunaamini katika Mulungu, ambapo wazee wetu kabla yetu walikuwepo wakienda kule Makaya, wakienda kiabudu kule. Na katika kila kitu ambacho walikuwa wakiabudu au kuomba, basi walikuwepo wakichinja kwa ajili ya kile kitu ambacho wanakihitaji. Kuchinja ili kumwaga damu. Kuchinja ili kumwaga damu au kutoa kafara kwa ajili ya miungu ya kwetu. Miungu ya kwetu ambayo ni simboli yake ni gani? Simboli yake ni ile, hivi wewe unaamini nini kuhusu Mungu? Yaani Mungu unapokwenda pale ni kwa ajili ya kumtolea sadaka. Mfano mdogo, kama venye wewe katika imani yako unapotoa ile sadaka pale kanisani au fungu lako la 10, so unaamini kwamba umemtolea Mungu. Kwa hiyo vile unavyoamini wewe, basi katika asili ndivyo watu wanavyokwenda kumtolea Mungu kwa imani hiyo, kama wazee wetu walivyokuwa wakifanya. Yaani hiyo ndio taratibu au ndio desturi za Wamijikenda walivyokuwa wakifanya. Mfano mdogo, kama pengine kulikuwa hakuna mvua kwa muda mrefu, wazee wetu walikuwa wakienda kule kaya ni kwa ajili ya kuchinja na kuomba mvua. Na baada ya hapo ulikuwa wanaipata mvua na wanapata mazao. Baada ya hapo wanavuna na wanapata yale mafanikio ambayo wao wenyewe wameenda pale kwa ajili ya kuomba. Kwa hiyo pale ndio kwenye kila kitu kinachotuhusu sisi wanadamu. Lakini kanisa haliwezi kukusaidia wewe kupata vile vitu ambavyo wewe unavihitaji, isipokuwa kukutumia kwa ajili ya manufaa yao wao wenyewe. Kwa sababu tuseme katika mtu ambaye ameokoka tu katika miaka 10 au zaidi, tuseme kuanzia wanapokuwa wanatoa, unaweza kupata yani kanisa limeanza ndani ya mwaka 1, miaka 2, 3, baadaye mchungaji anaendesha magari. Yani kama ni mabadiliko yeye yanatokea kwake, lakini sio kwa waumini wake, wanakondo wake.
Kwa hiyo ukiitwa mwana kondoo, ina maana wewe ni kondoo, utafuata kile kitu ambacho mtumishi wako anakuaminisha. Ndio. Labda tu kwa kifupi zungumzia kuhusiana na msamaha. Unahisi binadamu akikosa akiomba msamaha anasamehewa, lakini pia je, kuna hayo yale makosa ambayo unaamini kwamba akitenda hawezi kusamehewa? Yapo katika makosa ambayo mwanadamu ukifanya hauwezi kusamehewa kabisa. Kwa mfano Mungu kuhusu mambo na kuua au kuenda kinyume na zile taratibu zake ambazo ameziweka. Mfano mdogo ili tufike hapo katika hayo makosa. Mwenyezi Mungu amehalalisha sadaka kuu 4 peke yake, ambazo sadaka hii ya kwanza ni mbuzi, ya pili ni kondoo, ya tatu ni ng'ombe, na ya 4 ambayo ni kubwa zaidi ni ngamia. Kwa hiyo wapo watu ambao wameweka watu misukule ni kwa ajili ya wao wakaweze kwenda kufanikiwa. Wapo watu ambao wanaishi ni kwa ajili ya kuua ili wapate mafanikio. Wapo watu ambao wanaishi ni kwa ajili sijui kama ushawahi kusikia watu wanaoingililiwa kinyume na maumbile, wanaume, ili wakaweze kwenda kufanikiwa. Kwa hiyo hayo ndio makatazo ambayo hayana msamaha mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukiua, hiyo ni dhambi. Ukienda kuingililiwa kinyume na maumbile, hiyo ni dhambi. Kwa sababu katika haya maisha zipo sheria na kanuni ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Na hizo tangu ulimwengu unaanza mpaka utakapoisha, watu waishi katika sheria na kanuni hizo hizo. Kwa hiyo wewe ukienda kinyume na zile sheria, basi wewe hauna msamaha mbele za Mwenyezi Mungu. Nenda motoni. Wewe ni adhabu yake. Sasa Mungu anajua mwenyewe kama atakupeleka motoni. Kwa hiyo mtu pale akishaomba msamaha pia hakuna kabisa. Wewe umeua. Na kila kitu unajua, hakuna dhambi ya bahati mbaya. Kwanza hichi kitu kinachoitwa bahati mbaya, siamini katika bahati mbaya. Kwa sababu kila kitu kinatendeka kwa makusudi. Kwa hiyo hauwezi kwamba eti wewe umeua alafu useme mimi nimeua kwa bahati mbaya nitaenda kuomba msamaha nitasamehewa. Hakuna. Na maana wewe umekusudia kufanya lile jambo kwa makusudi ili ujinufaishe tu wewe mwenyewe. Ndio maana unapata wapo vijana wenzetu wanaua wazazi ni kwa ajili ya kwamba wakaweze kwenda kufanikiwa. Wapo vijana wenzetu wanafanya vitu vichafu ambavyo vingine hata viwezi kuelezeka ili wakaweze kwenda kupata vile vitu. Kwa hiyo kila kitu kinachofanyika, hakuna kitu ambacho kinafanyika kwa bahati mbaya. Kila kitu kinafanyika kwa makusudi. Na kutubu, je, tunaambiwa kwamba mtu akitubu anaanza kama maisha mapya kabisa. Akitubu pale mtu hasamehe. Kwa mfano mdogo, mimi iwe niko na mali na mali zile nimezipata katika njia mbaya. Kwa hiyo njia hizi au vile vitu, ili mimi nitubu niwe safi, ina maana kila kitu ambacho nipo nacho nikaweze kwenda kukitoa kama sadaka. Na hizi sadaka Mungu ambapo huwa anapenda ukaweze kwenda kutoa katika mayatima, maskini, watu wasiojiweza, wajane. Kila kitu ambacho kinahusu ukitoe, ndio baadaye ukaweze kwenda kuanza upya. Ndio kuna msamaha baada ya hapo. Ina maana wewe umekuwa mtu mpya, mambo mapya, kila kitu kipya katika hali inayomstahili Mungu peke yake. Kwa hiyo zile zinao msamaha. Zile ukikubali wewe mwenyewe
kwamba nimetenda. Umeshaona? Lakini katika ule msamaha wako pia ni lazima kuna vitu au taratibu wewe mwenyewe ukaweze kwenda kuzifanya. Lakini sio rahisi kwa wewe msamaha wako kupokelewa. Kwa sababu nimerudi pale pale kwamba hakuna kitu kinachofanyika kwa bahati mbaya. Ina maana hata sisi binadamu pia hatujaumbwa bahati mbaya. Kuna lengo na kusudi la sisi kuwepo. Sure. Sawa, tumalizie labda kama kwa ujumbe wale ambao ulikuwa unahitaji watu wafahamu sana. Kama kuna hisi kwamba kuna kitu ambacho utakuwa umesahau au labda ufafanuzi kwa kifupi tu, tuendelee kumalizia. Katika kila kitu ambacho labda pengine ningependa kwenda kuongezea ni kwamba watu wakaweze kwenda kurudi katika asili zao. Kwa sababu kule ndo kwenye ukweli na majibu sahihi yanayotuhusu sisi wenyewe. Kule yani ndo kwenye majibu ambayo sisi tunaweza kujiridhisha. Lakini hakuna sehemu nyingine tofauti na ile. Na kwa kuitambua asili yako zaidi, wewe mwenyewe ukaweze kwenda kujitambua. Ukajue ni kitu gani nifanye, ni wapi niende, ni nani nishirikiane naye, ni nani sifai kushirikiana naye. Kwa sababu sio kila kazi au sio kila mtu ni wa kushirikiana naye katika kazi. Ama si kila mtu au si kila mwanamke ni wa kuoa. Ndio. Kwa sababu ina maana mtu wa upepo hawezi kuolewa na mtu wa asili ya maji. Au mtu wa udongo hawezi kuolewa na mtu wa asili ya moto. Katika kila mtu yupo mtu ili aweze kufika pale mahali ni lazima aweze kushikana na mtu anayejua. Mimi nikishikana na mtu fulani nitafika. Kama ni kazi nikifanya kazi na mtu fulani basi mimi. Na vitu hivi vyote atafanya mtu ambaye anajitambua na kujijua yeye mwenyewe ni nani. Kwa hiyo ukiwa haujitambui basi wewe hautakuwa unajua ni kitu gani ufanye. Ina maana utakuwa uko tayari kufanya chochote tu ili mradi na mimi niishi. Kwa hiyo katika haya maisha wapo watu wanaoishi kwa sababu wenzi wao wanaishi. Lakini wapo watu wanaoishi wakijua ya kwamba mimi ninaishi kwa madhumuni au kwa malengo fulani. Hapa ni elimu baada ya elimu bana. Sawa, kwa hiyo hapo ndo ujumbe ambao ulikuwa unasisitiza, lakini kuna yule ambaye anataka labda kufahamu zaidi anakupataje, lakini pia kwa yule ambaye labda angehitaji tiba kwa ajili ya kutafuta nyota yake, kuitambua na vitu vingi sana, anakupataje? Na mimi napatikana kwanza katika mambo ya mitandao, napatikana katika mtandao unaoitwa TikTok kwa majina, ukienda ukisearch tu Black Nature. Black Nature. Kwa hiyo utanipata, na huwa naeka jumbe nyingi sana za kuhusiana na wanadamu, kwa sababu vitu vingi sio lazima eti uende kwa mganga ndio ili ukaweze kwenda kusaidika. Vitu vingi wewe mwenyewe tu ukiamua basi unaweza kupata majibu ya maswali yote kupitia wewe mwenyewe. Sio lazima uweze kunifikia au sio lazima uweze kwenda kwa mtu yeyote yule. Lakini ukiwa na matatizo zaidi unaweza kuona mtu fulani, ukiwa utaona ni mtu fulani ananifaa, basi unaweza kunitafuta. Mimi napatikana maeneo ya Mazeras. Uko ndio nyumbani, uko ndo mimi nimezaliwa na pale ndo ninapoishi. Urahisi wa namba ya simu, hakuna namba za simu pale Zakayo? Nambari yangu ya simu ni 0799 45 3459. Wanaweza kupata pale, sio? Wanaweza kunipata na tukazungumza zaidi. Sure. Na any parting shot tukiondoka?
Nawaambiaje wale pale? Nawaambia watazamaji wakaweze kwenda kuzidi kufuatilia channel ya ndugu yetu Captain Nyota TV, kwa sababu watazidi kuendelea kuona mambo mengi zaidi ya kujifunza, mambo mengi zaidi ya kufurahisha, ili tukaweze kwenda kusonga wote mbele kwa pamoja. Sure. Naam. Asante sana kwa fahamu huu mzee baba. Lakini tena karibu kwa mara nyingine pale. Asante zaidi. Mimi nimeshukuru. Sure. Niko na Ian Pixel behind the cameras jamaa. Anahakikisha kwamba bana picha zako ziko imara zaidi, lakini pia na sound. Jamaa anahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa kabisa. Always fuatilia katika mitandao yake binafsi ya kijamii, anaitwa Ian Pixel Photography. Lakini hapa ni Captain Nyota TV na mimi ni Captain Nyota. Kwa sasa naondoka.